Moja ya njia ambazo shirika la Floresta Tanzania linatumia kufikia jamii na kuhakikisha matokeo ya kazi zake yanakuwa endelevu ni kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za elimu ikiwemo shule za msingi na sekondari. Kupitia ushirikiano huu, shirika linafikia wanafunzi moja kwa moja kwa kuwapatia elimu ya nadharia na vitendo kuhusu utunzaji na uhifadhi wa mazingira, kilimo hai, pamoja na uanzishaji wa bustani mbalimbali zinazochangia lishe bora na kuongeza kipato kwa shule husika. Ushirikiano huu hauishii kwenye utoaji wa elimu pekee. Floresta Tanzania huendelea kuimarisha mahusiano na shule washirika kupitia ziara za mara kwa mara, ushauri wa kitaalamu na ufuatiliaji wa shughuli mbalimbali zinazoendelea kutekelezwa. Mimi ni mtaalamu ambaye ninafanya kazi na taasisi za kidini pamoja na taasisi za elimu, ambapo tunawapatia mafunzo mbalimbali kwa ajili ya kuboresha lishe pamoja na uchumi wa taasisi zao. Lakini licha ya kuwapatia mafunzo, tunachukua fursa ya kuwatembelea kwa ajili ya kuboresha mahusiano yetu pamoja na mahusiano yao, ili hatimaye wasione tunaishia kuwapa tu elimu, lakini waone tunafuatilia bega kwa bega yale mambo ambayo tunawafundisha. Katika kufanya hilo, tunaenda kuangalia bustani zao ambazo wamezianzisha shuleni kwa ajili ya kuboresha lishe ya wanafunzi, na tunahakikisha kwamba tunawaambia ni nini cha kufanya kukabiliana na changamoto ambazo wanazipata. Bali na kuwatembelea kwa ajili ya kuona ni nini wanafanya, lakini tunawatembelea kwa ajili ya kuwapongeza na kuwapa ushauri wa nini wafanye kwa ajili ya kuimarika zaidi katika yale ambayo tunawaelekeza. Mojawapo ya mambo ambayo tunawakumbusha tukiwatembelea ni kufanyia usafi vitalu vyao, kuhakikisha havina majani ambayo ni majani maharibifu katika ile miche ambayo iko pale kwenye vitalu. Bustani zao za mboga mboga basi zifanyiwe usafi, zimwagiliziwe maji kwa wakati. Lakini wakati mwingine wadudu waharibifu wanaposumbua zile bustani, dawa za asili tunawakumbusha namna ya kuzitumia, ili hatimaye wadudu wasije wakawakosesha kile ambacho walikusudia kukipata kwenye zile bustani wakati wanazianzisha. Na watu wa hizi taasisi ni watu wasikivu, wanafanya yale ambayo tunawaambia, ili hali wanakuwa na mbanano wa majukumu, wanakuwa hawana muda mrefu wa kukaa pale kwenye taasisi zao. Kuna likizo, kuna muda wa masomo, lakini bado wanatupokea vizuri na kuhakikisha kwamba tunafanya kazi na wao bega kwa bega, ili tufikie katika dhumuni ya kile ambacho tunatamani kuona ardhi inakuwa imetunzwa, lakini na watu ambao wanatumia vitu vinavyopatikana kwenye ardhi wanapata vitu salama ambavyo vinakuwa sio hatarishi katika afya yao. Mojawapo ya faida ambazo tunazipata tunapofanya utembeleaji wa karibu kwenye hizi taasisi ni kuona kwamba wale watoto wanaanza kuelewa, wanafunzi wale wanaanza kuelewa kwa kina kile ambacho tunataka wakijue, na hatimaye wanaweza kujitegemea sasa na wakafanya kazi zao wenyewe bila utegemezi wowote. Kwa kuna vitu vingine ambavyo tunafika tunakuwa tunahamaki kuona kabisa wanafunzi wamefanya vitu vikubwa kwa ubora mzuri, lakini hii ni kwa sababu tu tunawatembelea mara kwa mara na tunawaelekeza pale wanapokuwa wanakosea, kiasi kwamba sasa wamekuwa na wao wameanza kuwa wataalamu wadogo, wataalamu wa miaka inayokuja, wanafanya vizuri sana. Na hii inaonyesha kwa namna gani hata kama mradi unaweza ukafikia katika ukomo wake, lakini bado tutakuwa tuna wataalamu wengi ambao wanaendelea kufanya kazi nzuri kwenye jamii zao, watu ambao wamekuwa katika miongozo sahihi ya kufanya kilimo ambacho hakina madhara kwenye afya ya ardhi pamoja na afya za wanadamu.